Kwa mujibu wa matukio na taarifa zilizotolewa hadi sasa, ishara za mpango wa kuficha ushahidi kuhusu kifo cha Albert Omondi Ojwang zinaashiria kuanza akiwa hai. Naibu mwenyekiti wa mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA, Anne Wanjiko, akieleza namna njama ya kumuua Ojwang na kuficha ushahidi ilivyopangwa. The power was not connected to the power cable of the CCTV was not connected to the socket. But on connecting it, the CCTV came back. But on trying to review the previous day's events, there was nothing. So it is very clear that the CCTV was tampered with. Idara ya upelelezi wa DCI ikisema mshukiwa mkuu ni mkuu wa kituo hicho Samson Talam. And from the totality of things, he should be treated as a prime suspect in the matter. Hata hivyo, hii ni moja tu ya hatua za polisi hao kujaribu kuficha ushahidi. Hatua ya pili ilikuwa kutoa taarifa za kupotosha pindi tu Ojwang alipokata roho. Msemaji wa polisi akisema Albert alifariki baada ya kujigongesha kichwa ukutani. La kushangaza zaidi ni muda uliochukuliwa na maafisa hao kumfikisha Albert Nairobi kutoka Homa Bay. Kulingana na babake Albert, Meshak Ojwang, Albert aliondoka katika kituo cha polisi cha Mawego saa 10 jioni Ijumaa aliyokamatwa. How many hours? Because that seems to have had so many hours in between, so that we know whether that is normal or whether there was a detour to some other place. Lingine pia ni kufutwa kwa akaunti ya X ya Albert Omondi Ojwang pindi tu baada ya kifo chake, wakuu wa polisi wakisema bado wanachunguza wakati haswa ambapo akaunti yake ilifutwa na nani aliyeifuta. Lingine ni taarifa kinzani kuhusu hali ya afya ya Albert alipofikishwa kituoni. Kulingana na kitabu cha matukio ambacho runinga ya Citizen ilipiga picha katika kituo cha polisi cha Central, Albert alikuwa mgonjwa alipoingizwa kwenye seli. Maafisa wakuu wa idara ya usalama walisema Ojwang alikuwa buheri wa afya na hata kumpigia mkewe simu alipofika. IPOA inachunguza ukweli wa madai hayo. IPOA sasa imetoa majina ya maafisa waliomkamata Ojwang. Afisa aliyemwandikisha katika kitabu cha matukio Nairobi Central ni Mohamed Rashid. Majibu ya Inspector General wa polisi Douglas Kanja kuhusu saa 36 za mwisho za mwanablogu Albert Omondi Ojwang yameibua maswali mengi kuliko majibu. Kuhusu ni nani aliyetaka kumuua, kwa sababu gani, na aliuliwa katika eneo lipi. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, katika majengo ya bunge, Nairobi.